Haya, leo hii niko na gazeti la The Standard. Kama kawaida gazeti langu ni Taifa Leo. Pale ambapo tunaenda kuangalia yale ambayo yameangaziwa katika gazeti hili la tarehe 13 mwezi huu leo ni tarehe 14 ama Tarehe 14. tarehe 14 mwezi huu wa 4 mwaka wa 2021. Ikumbuke kwamba siku iliyo ama ilikuwa Monday wakati wale ndugu zetu dada zetu Waislamu walianza mfungo wao wa Ramadhana. Atawaambia kwamba Sahum Makbura na Ramadhan Karima. Nikiangazia katika gazeti la Taifa Leo yale ambayo yamechapishwa katika uzo wa gazeti hili, naona kwamba Ramadhan yashusha joto la siasa kwa kumridhi Joho. Joho ni Muislamu na katika mfungo wao ama kufunga huu kwa Ramadhana inapaswa kwamba kama wewe ni mwanasiasa, wewe ni mwalimu, ufai kujiingisha kwa lolote lile. Kwanza unafunga yale yote unayaweka kando. Sasa wanasema kwamba Ramadhana imeshusha hilo joto la kisiasa kutoka mkoa wa Pwani. Huo ni ukurasa wa 3. Ukurasa wa 4 wanasema kwamba chaguzi katika viwanda vya chai zazua taharuki Mlima Kenya. Huo ni ukurasa wa 4. Naona kwamba katika ukurasa wa pili wanasema kwamba Raila ni kama amechezwa tena na rais wa Jamhuri ya Kenya Raila Muigai na Uhuru Muigai wa Kenyatta. Katika ukurasa huu wa pili pia wanasema kwamba Raila amekuwa mtu wa faida sana kwa viongozi wote ambao wamekuwa wakiongoza taifa la Kenya. Anasema kwamba Raila alimsaidia aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya wa pili Daniel Toroitich arap Moi. Unaona picha huko. Anasema kwamba Raila pia alimsaidia Mwai Kibaki kuwa rais. Pia amemsaidia rais wa sasa ambaye ni Uhuru Muigai wa Kenyatta kuwa rais. Lakini tena wanasema kwamba punda ya mateke, yani asante ya mapunda rudia asante ya punda ni mateke. Wanasema kwamba badala ya kumsaidia pia yeye wanamcheza tu. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa pili. Na ukurasa wa 7 naona wanasema kwamba orodha ya washindi wa shindano la uandishi wa insha. Hayo ndio yale yameangaziwa katika ukurasa huu wa nje katika gazeti la Taifa Leo. Naam, katika gazeti la The Standard tunaangazia ukurasa hapa wa kwanza. Ukurasa wa kwanza unasema kwamba tuko hapa Uhuru Raila ni kama kuna mvutano kidogo, manake kuna misururu ya mikutano ambayo kiongozi ama kinara wa chama cha ODM anaendelea kupanga hapa karibuni. Nimeona amekutana na watu kadhaa. Jana hiyo walikuwa na Muhoho ndugu yake Kenyatta pamoja na Gideon Moi. Naangazia kwamba ni kama kuna mvutano kidogo. Vile vile tukiangalia katika ukurasa wa 14 tunaona hapa kuna faini ya shilingi 300,000 yeyote yule ambaye atakuwa anatumia number plate ya gari ama number plate ya pikipiki gushi. Kwa hivyo fine sasa kulingana na NTSA ama hilo shirika la NTSA utakuwa pia wa fine ya shilingi 300,000. Vile vile tunaangazia Linda Mama. Linda Mama ni kama iko karibu kufa. Wasema kwamba pesa zimepungua kidogo na hawajapewa pesa tangia mwezi Novemba mwaka jana. Kwa hivyo hii inaleta hofu zaidi, maana Linda Mama ilikuwa inasaidia sana wale wa mama ambao ni wajawazito, vile vile na watoto wale wamezaliwa ambao ni wadogo. Vile vile tunapa kuna ukurasa wa 3 na mwangazia mama mmoja ambaye amekuwa akipeana maziwa yake kwa watoto katika orphanage. Tutaangazia hadithi hiyo vile vile kwa mapana na maarifa. Hayo tu katika ukurasa wa kwanza. Nikiingia katika ukurasa wa pili katika gazeti hili la Taifa Leo, wizara yatoa vitisho dhidi ya mwalimu aliyefichua shida zake. Unajua kuna mwalimu ambaye tuliangazia jana, mwalimu anayejulikana kama Magadan Njoki, yule ambaye alikuwa anatembea kwa kilomita zaidi ya 20 ili kuwapelekea wanafunzi wa kidato cha 4 mtihani wao wa kitaifa KCSE. Sasa naona kwamba wizara imetoa vitisho na kumtishia dhidi ya kutoa hizo siri za shule yake. Nasema kwamba haifai hata. Ni shida. Wanasema kwamba wamemtishia. Naona huko wameshirikiana na kamati ambayo inasimamia elimu katika county ya Narok. Wamesema kwamba hakuwa anafaa kutoa hizo siri zote zenye alianika mtandaoni.
Huo ni ukurasa wa pili. Unaweza pata gazeti lako la Taifa Leo ili kujisomea na kupata kiukamilifu. Wanasema kwamba COVID-19 itilafu ya oxygen hospitali ya watatu, kwamba hospitali nyingi zimekoza kupata oxygen. Wanasema kwamba kiongozi wa ODM achipata papaya. Wanasema kwamba kuna nia ama kuna uwezekano kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Uhuru Muigai wa Kenyatta atamsaliti tena Raila Amolo Odinga. Wanasema kwamba akimsaliti atakuwa amechezwa mara 3 na viongozi ambao wamekuwa marais. Wanasema kwamba Moi alimcheza, Kibaki pia alimcheza, na inaonekana kwamba Uhuru Muigai wa Kenyatta pia naye atamcheza. Kuna hii picha ambayo imechapishwa katika ukurasa huu wa pili, ambayo naona kuna Raila Amolo Odinga ambaye yupo katikati, naona kuna kinara wa chama cha KANU ambaye ni Gideon Moi, na kuna Muhoho ambaye ni nduguye Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Huyu Muhoho na Uhuru, nani mkubwa? Sina habari. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa 3 ndio wanasema kwamba Ramadhan kupiga breki siasa moto za kumridhi Joho. Unajua Joho sasa amechipata papaya pale ambapo lazima anyenyekee, afunge vizuri katika msimu huu wa Ramadhan. Sasa haitamwezesha kujiingiza katika siasa katika msimu huu wa Ramadhan. Hayo ndio yamezungumziwa katika ukurasa huu wa pili na wa 3. Kwanza naona kwamba wanasema kuna madiwani ama MCA kutoka kaunti ya wanasema kwamba viongozi wa ODM wataka makao makuu kumtimua Obado chamani. Najua Obado amekuwa afuati yale masharti ya chama cha ODM. Wanasema kwamba wameungana, wanataka kumtimua chamani. Katika ukurasa wa pili na wa 3 haya ndio yaliomo. Ukurasa wa pili wa The Standard tunapa rais wa nchi jirani ya Tanzania, tunaona kwamba ana kazi ngumu kuyarekebisha yale ambayo yalikuwa yamewekwa pamoja na mwenda zake Rais John Pombe Magufuli. Kwa hivyo mambo mengi tu alikuwa kitendeka pale. Kiangalia katiba ya huko alikuwa amejitenga na wanahabari. Kwa hivyo inaangazia story yote ya Magufuli, vile vile jinsi Suluhu atapambana na hali ili kuwezesha nchi hiyo kurudi katika hali yake ya kawaida. Vile vile tunaangazia hapa katika ukurasa wa pili tunaangalia echoes from the past. Kama kawaida tunaangazia Tom Mboya, jinsi alipofanya harusi yake, watu wengi wakaingia, watu wengi wakatuma jumbe. Hiyo time watu walikuwa wanatuma jumbe ukitumia Telegram. Jumbe zaidi ya 900 zikatumwa. Ilikuwa ni hafla kubwa zaidi. Vile vile ndio hivyo mwaka wa 1969 ndio hivyo pia akauawa, watu wakiangalia, ilikuwa peupe, macho peupe, wakapigwa risasi iliyochukua maisha yake. Ndio hadithi inazungumziwa katika ukurasa wa pili. Vile vile katika ukurasa wa 10 na wa 3 tunaangalia mwanamke mmoja hapa anaitwa Phyllis Mwangi. Phyllis Mwangi ni mama wa watoto wawili na amekuwa akipeana maziwa yake kwa orphanage. Penye watoto mayatima wapo, watoto wenye hana wazazi, hana kwao, amekuwa akipeana maziwa, na anasema kwamba aligundua kwamba maziwa yale yamekuwa zaidi kwa mtoto wake mdogo. Kwa hivyo akamua badala ya kumwaga maziwa aweze kuyapelekea watoto wengine. Hayo yote utayapata katika ukurasa wa 3. Ukurasa wa 4 katika gazeti hili la Taifa Leo. Najua kuna wale ambao hawana ufahamu kuhusu mfungo wa Waislamu ambao unaitwa kama Ramadhan. Kuna wale ambao hawana ujuzi, hawajaelewa kwamba nini inaendelea na Ramadhan ni nini. Wanasema kwamba huu ni mwezi mtukufu. Huu ni mwezi ambao ni mwezi bora zaidi katika miezi 12 ndani ya mwaka mzima. Ndio mwezi ambao Allah amebainisha kwamba na kuwabariki, kuwatumia heri na neema nyingi zilizomo ndani ya mwezi huu wa 4 katika ama kila mwaka. Pia ni ibada ambayo waifanya wema waliopita na hata kaumu zilizopita. Yaani ni ibada ambayo imekuwa ikifanywa kila mwezi wa 4 kwa mwaka. Pia wanasema kwamba pia ni mwezi ulioteremshwa Qur'an, mwezi ambao umewekwa kwa Qur'an, umewekwa kwamba ni mwezi mtukufu.
wanasema kwamba ni mwezi Waislamu na mitume wa SAW wamepata ufunguzi wa mji wa Maka baada ya kufukuzwa, kutezwa na kuliangania dini. Ndio mwezi ambao pekee ambao Mwenyezi Mungu anatoa rehema na waja wake. Wanasema kwamba ni mwezi mtukufu. Hivyo wale ambao wanafahamu kuhusu mwezi huu mtukufu wa Ramadhana, naomba kwamba msome ukurasa wa 4 katika gazeti hili la Taifa Leo, ndipo wameeleza fika kwamba mwezi huu ni mwezi upi na unafaa kufungwa vipi, ni vipi ambavyo unafaa kujiweka. Kwa ndugu zetu Waislamu, Saumu Makbul na Ramadhan Karim. Naona kwamba ukurasa upya wanazungumzia kuhusu onyo kwa wakurugenzi wa zamani wa majani chai. Wanasema kwamba kuna njama ya kuwaandaa wakulima. Wavuvi waandamana na kulalamikia maonefu kwenye misako. Hapo ni katika kaunti ya Lamu. Wanasema kwamba kaunti ya Pokot Magharibi apunduki 120 haramu sasalimishwa katika maeneo ya mpakani. Na mkumbuke kwamba yule kijana wa Haji ambaye alikuwa anawania kiti cha useneta katika kaunti ya Garissa aliapishwa hapo jana kuwa seneta katika kaunti hiyo ya Garissa. Ukumbuke kwamba hakupingwa ama hakuna mwenye alikuwa anampinga katika uchaguzi huo ambao haukufanyika. Walimteua kwa njia moja kwa moja kutoka kwa ile tume ya IEBC. Katika kaunti ya Makueni wanasema kwamba madiwani wakerwa na hatua ya gavana wa Makueni kuwanyima shilingi milioni 29 kama maruburubu. Serikali yaanza uchunguzi kuhusu ugonjwa wa kiajabu katika kaunti ya Kakamega. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4 na 5. Ukurasa wa 4 wa The Standard ni yale tu ambayo mwenzangu ameyazungumzia kuhusu Ramadhan. Watu wanasema wawe na umoja, upendo. Hayo yote yashazungumziwa katika Taifa Leo. Vile vile ukiwa na gazeti lako unaweza angalia vile vile katika gazeti hili la The Standard ukurasa wa 4 uweze kujifahamisha zaidi. Naam, ukurasa wa 5 taangalia kwamba Raila, Muhoho pamoja na Gideon Moi walikutana hapo jana wakizungumza mambo kuhusiana na uchaguzi wa mwaka wa 2022. Ukiangalia hapa Muhoho alikuwa pale ambaye ni ndugu yake Uhuru Kenyatta, ambao wengi wamesema kwamba ikiwa Muhoho alikuwa pale, kwa hivyo ni kama muungano ambao pengine watatengeneza umepewa mkono pamoja na rais wa Jamhuri ya Kenya. Naona katika ukurasa huu wa 6 wanazungumzia kuhusu wale ambao watajitokeza kwa wingi katika kufunga huu mwezi wa Ramadhani. Na ukumbuke kwamba tumemaliza tu Easter hivi majuzi, ambapo watu wengi hawakujitokeza kwa sababu ya zile sheria ambazo ziliwekwa za kukabili ugonjwa wa COVID-19. Sasa wanasema kwamba mfungo wa Ramadhani bila sherehe kwa mwaka huu wa pili. Kumbukwe 2020 mwaka uliopita pia kulikuwa na hii madhara ililetwa na hii ugonjwa wa COVID-19, ambapo watu wengi pia hawakujitokeza kusherehekea ama kwa kufunga katika mwaka huu. Kumbuka kwamba wale wanawake ambao wanaona heri amfaili ama mstahili kufunga. Hii ndio tu mlio na huru ambao mstahili kufunga. Katika ukurasa huu wa 6 pia wanasema kwamba kuna huyu mbwa ambaye ni wa Joe Biden, anaitwa kama Meja. Wanasema kwamba huyu mbwa atapelekwa katika makao mapya ya Washington DC ili kupata mafunzo kuhusu vile ama jinsi anavyojiweka ama anavyokaa katika ikulu ya Marekani. Ramaphosa pia, huyu ni rais wa South Africa, anataka kwamba Afrika kama continent ichitengeneze chanjo ya COVID-19. Iache kutegemea nchi zingine kama Uchina, Uingereza kuwapea chanjo ama kuwatafutia chanjo ya COVID-19. Ramaphosa anahimiza Waafrika kujiunga na kufanya research yao, kujitegemea na kupata chanjo yao. Ndio ameangaziwa ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7. Naam, ukurasa wa 6 hapa tunaangalia ile shirika la IMF, International Monetary Fund, kwamba limeteua 51 projects 51 ambazo hizo project ambazo
hizi pesa ambazo zitapewa na kama mkopo bilioni 248 zitaenda kutumika hasa katika ulinzi, tuseme security, improvement of housing, planning and infrastructure, improvement of infrastructure, justice, universal health coverage. Hayo nimesema kwamba kuna mkopo uliopeanwa Kenya ukaenda nje nyingine hapa hukutumika vyema. Kwa hivyo nataka kuhakikisha kwamba mkopo huu pindi utapeanwa umetumika kwa hali inayofaa. Vile vile katika ukurasa wa 7 tunaangazia hayo tu bado ya mkopo. Asema kwamba serikali ya Kenya ilisema kwamba kuna project 157 ambazo zimetulia, ziko dormant. Kwa hivyo hizo zote zitakuwa cancelled ndio pesa ziweze kutumika vizuri katika pengine kulipa mikopo hii ambao wanaendelea kuchukua kutoka kwa IMF. Hiyo utapata katika ukurasa wa 7. Katika kwanza angalia ukurasa wa hapo wa 8 ndio niangalie wangu. Naam, niendelee kidogo. Ukurasa wa 8 hapa sijaona jambo la kutufaidi kidogo. Naam, ukurasa wa 10 tunaangazia Gatundu South MP, bunge wa eneo bunge la Gatundu South Moses Kuria. Tuliwaambia hapo awali alikuwa ameshikwa jela, alifikishwa katika koti pamoja na chief magistrate ama hakimu anaitwa Stella Atambo. Stella Atambo alimhukumu akapigwa fine. Vile vile makosa yake ilikuwa kuvaa barakoa, vile vile kukuwa na mikutano ambayo si halali na unywaji mwingi wa pombe mbele ya watu. Vile vile Atamba aliwaambia viongozi kwamba waongoze wawe wa nambari 1 kama kupeana kwa kupeana tuseme mfano, kwa mfano mwema kwa watu wengine. Katika ukurasa huu wa 8 gazeti ni la Taifa Leo, naona kwamba wanasema kwamba walimu walindwe, usalama uimarishwe katika walimu wale ambao wamejitolea kwenda kusahihisha mtihani wa KCSE. Unajua kuna wale ambao walimu unajua kuna COVID-19. Sasa wanahimiza walimu kwamba ama serikali kwamba ionyeshe na ilinde wale walimu ambao wamejitolea kwenda kusahihisha mtihani hii ya KCSE. Katika ukurasa huu wa 8 pia wanasema kwamba mitandao imebadili sura ya maandamano nchini. Unajua kitambo ulikuwa unapata kuna maandamano, askari wanadhurumu wale ambao wanaandamana. Siku hizi askari haikupiga hata rungu tu, kuna simu imeshika. Kiingia mtandaoni sasa askari wameanza kuingiwa na hofu. Imebidi kwamba mitandao sasa imeanza kubadili namna ambapo wale waandamanaji ama wamepata uhuru wao. Huu ni ukurasa wa 8 gazeti ni la Taifa Leo. Wanasema kwamba Kenya inafaa kuwa na njia mbadala ya kupata janjo. Si lazima wategemee tu nchi zingine. Umeona Ramaphosa anasema kwamba Afrika ijitegemee kwa kupata janjo hii ya COVID-19. Hivyo wanasema kwamba Kenya nayo inafaa kujishughulikia namna kama hiyo. Katika ukurasa wa 9 naona bado wanazungumzia kuhusu mlevi mmoja ambaye alikuwa amebugia pombe na akaingia kwa chumba cha mwanae. Kuingia kwa chumba cha mwanae akapata bibi ya mtoto wake yupo uji. Katika county katika county ya Kiambu, sehemu inaitwa kama Githunguri. Aliingia tu akampata kwa malazi kama yupo tu uji. Nini katendeka after that? Sasa mzee alianza kumwambia lo umeumbika. Bibi ya mtoto wake. Ulevi tu. Ukurasa wa 8 na ukurasa wa 9 katika gazeti hili la Taifa Leo. Naam, ukurasa wa 14 hapo tunaangalia kwamba wale wenye magari, pikipiki sasa hivi jumbe ambao umetolewa na NTSA ama National Transport and Safety Authority wanasema kwamba ikiwa utapatikana ukiwa na fake number plate ama kuna wale anapenda kuchezea nini wabadilisha unaleta tape wanaweka huko kama ni L wanaongeza na kuwa E, unaona ambao unapata kama ni Diamond Platinum ameandika Diamond Platinum kwa plate. Kwa hivyo hizo ni za kulipia, unalipia, lakini kuna wale wengine tu wana ujanja kidogo kubadilisha kama ni L na kwa hata ndio watapigwa faini ya shilingi 1300 ikiwa watapatikana. Katika sehemu hiyo bado ukurasa wa 14 tuangalia mambo ya mitihani pale Homa Bay. Wanaambiwa walimu kwamba ikiwa ni kama kuna walimu pia wanasaidia wanafunzi kuiba mtihani. Hivyo inasemekana kwamba walimu wameambiwa wakae mbali na vituo vya kufanyia mtihani.
Na ukurasa wa 15 hapa tunaangalia Suluhu ambaye ni kiongozi ama ambaye ni rais wa nchi jirani ya Tanzania. Anaangalia hapa ameanza kubadilisha mambo yale ambayo ile msimamo ama ule msimamo ambao John Pombe Magufuli alikuwa nao. Sasa hivi ni kama Suluhu amepindua kila kitu. Hapo sasa hivi wataanza kufanya uchunguzi kuhusu visa vya ugonjwa wa corona. Sasa hivi uhusiano kati ya serikali pamoja na wanahabari usharejea. Kwa hivyo endelea kufanya kazi kinyume na yale ambayo Pombe Magufuli alikuwa akisimamia. Vile vile katika ukurasa wetu na kwamba kuna wale wa upinzani katika nchi ya Tanzania kama Mbowe, anaitwa Freeman Mbowe mwenye ambaye ni chairman ama mwenyekiti wa chama cha Chadema. Anasema kwamba ni heri katiba iweze kuchunguzwa vile vile na kubadilishwa, manake inampa nguvu zaidi kiongozi ama rais wa nchi hiyo. Kwa hivyo anaomba kwamba katiba hiyo ifanyiwe marekebisho ili hayo yote yaweze kufanywa. Vile vile amesema kwamba Suluhu alisema kwamba uchunguzi utaanza kufanywa kuhusiana visa vya ugonjwa wa corona. Kwa hivyo anamsihi akimwambia kwamba hayo yafanywe kwa haraka ili waweze kupeana ujumbe ni yapi yanayotendeka katika vijiji na miji mbalimbali, na kisha waweze kusema vipi ama ni kesi ngapi zimepatikana kwa watu wale wako na ugonjwa wa corona. Wanasema kwamba serikali ilichukua njia ambayo ni mbadala na ni mzuri ili kushtusha ama kustitisha Sputnik 5. Unajua kuna ile chanjo ya Sputnik 5 ambayo ili haikuhararishwa huko nchini na ikarudishwa. Wanasema kwamba serikali ilifanya vyema. Wanasema kwamba pia wanahimiza nchi ya Kenya kutumia njia mwafaka kuona kwamba mikopo ambayo wameshakopa ina faidi na inatumika vizuri. Ulizungumzia swala hilo, naona kwamba wanasema kwamba Kenya Power inawaangusha watu kwa namna unapata hakuna stima leo, kesho kuna stima, ishaanza kuangusha watu. Hayo ndio yameangaziwa katika taifa hili, gazeti la Taifa Leo. Naona huku nyuma wanazungumzia kuhusu timu ya Real Madrid na timu ya Liverpool ambazo sitajuana hivi leo. Nikiona ni kama hayo tu ndio yalikuwa yameangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Naam, katika ukurasa wa 18 hapa tunaangalia uongozi mbaya na matumizi mabaya ya hela pale katika vyuo vikuu. Angalia kwamba ingawaje kuna funding ama wanapewa pesa kutoka kwa serikali, ni kama vyuo vingi haviwezi mudu zile hela zinahitajika katika kufanya mipango yao na all the programs. Manake wanasema kwamba pesa zinazokuja ni kama ziko 60% kwa yale yanayohitajika. Na vile vile unajua walitoa ile program ya self sponsorship, wale wanafunzi ambao walikuwa wanajitegemea tunaleka parallel students. Hiyo mfumo ulikuwa unawapa pesa, lakini sasa hivi inakaa ni vigumu zaidi. Ndio manake unaona pesa zinaendelea kuongezwa, ada ya masomo huku imekuwa kubwa zaidi, manake kumudu hizo program zote inakuwa ni shida kabisa. Vile vile tukiangazia kaunti ya Nyamira hapa watu waligongana jana kweli kweli. Watu walipeana makofi sawa sawa. Madiwani waliamua tu leo acha tukapimane nguvu. Hiyo ilikuwa jana, manake kulikuwa na mambo alikuwa kiangazia ukaleta mvurutano wakapigana. Hayo tutapata katika ukurasa wa 24. Naam, natumaini hayo tu kwa sasa. Nikiangalia kwamba ya muhimu tushaangazia katika gazeti hili la The Standard. Kutoka michezoni na hayo tu ambayo mwenzangu ashasema ni ya Liverpool na Madrid. Ni hayo tu kwa sasa. Muungana nasi, asante kwa kutembea nasi katika mpango huu mzima wa AGR magazetini. Niite Edwin Mukaya. Unaweza tupatia gazeti lako Taifa Leo ili kuyapata zaidi, The Standard ili kuyajua zaidi na kuyachambua zaidi ili ujifahamishe kwa undani. La kwangu ni Fidel Omoshoge, tukutane katika mpango mzima wa Seria Obotaka.